Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Leo natamani ujue kwamba usipende kumuonea mtu kwa hazi ulionayo, kwa maisha ya aina yoyote ulionayo. Usiwe ni mtu wa kuonea watu. Kwa utawala wowote ulionao, kwa cheo chochote ulicho nacho, usiwe ni mtu wa kusema ukitumie cheo chako kumuonea mtu. Kwa fedha yoyote ulionayo, usimuumize mtu kwa sababu ya pesa ulionayo. Iko siku utatamani urudi ulikotoka, kwamba ni heri nisingekuwa mimi, kwa sababu ya maisha pengine mabaya utakaoishi sasa. Ni kweli shetani anaweza kukuonyesha kwamba wewe ni mjanja, umemfunga mtu, umemuua mtu, akakuona kwamba ukajiona kwamba mimi ndo mjanja, utanitambua mimi nani? Hata kuonyesha hasara za mbele. Na kawaida ya shetani huwa haonyeshi madhara unapofanya matukio au unapofanya uovu wa aina yoyote. Ila njia za shetani ni fupi. Ni kweli unaweza kusema mimi nimeumiza watu wengi na sijatendewa lolote. Muiteni huyo Mungu aonekane kwa wakati huu. Nikwambie kweli, wewe umeumbwa na Mungu. Na kama umeumbwa na Mungu, jua kwamba bado hukumu iko. Na maisha unayoishi lazima utayavuna. Kwa wakati wako tu utayavuna. Kwa mimi nikwambie kwamba usifanye ubaya kwa mtu, kwa sababu wewe ukitendewa ubaya hupendi. Ukifanyia jambo baya hufurahi. Ukionewa au mtu akimuonea ndugu yako yoyote, haupendi. Watu mnapenda mfanywe vizuri. Kama unapenda ufanywe vizuri, ni vema na wewe ufanyie watu mambo vizuri. Uishi na watu vizuri, na tena kwa tahadhari kubwa. Tusome hiki kitabu cha Luka sura ya 6 na mstari wa 31. Na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Na kama wewe unapenda watu wakufanyie vizuri, na wewe unapaswa kuwafanyia watu vizuri. Hupendi kuonewa, basi usionee watu. Upendi watoto wako auawe, basi na wewe usisubutu kuingia katika mijadala michafu ya namna hiyo. Hupendi kupigwa, basi na wewe usipige watu. Upendi kuibiwa, basi na wewe usitumie namna yoyote ya kufanya dhuluma au kumuibia mtu. Usilopenda kutendewa, usimtendee mtu. Biblia imetuambia kwamba na kama mnavyopenda kutendewa nyinyi, basi watendeeni watu vivyo hivyo. Hii ni salamu yangu tu. Amen.